Basi, naomba tuketi. Naomba niwasalamie. Mwasindamana. Bwana Yesu asifiwe. Apostle Kiju na mke wako, viongozi ambao wamefika hapa wakiongozwa na viongozi wa Taita Taveta, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs na wale viongozi wengine wamefika kutoka sehemu zingine za Jamhuri ya Kenya, na waumini wa JPP. Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Sasa yangu itakuwa machache kwa sababu tuko hapa kwa sababu ya kushukuru Mungu. Na mambo ya shukrani, ule mtu ambaye aoni kama amebarikiwa na Mungu kwa chochote hana sababu ya kushukuru. Lakini wengi wetu tunashukuru Mungu kwa sababu kama vile Apostle ametuambia, tunashukuru Mungu kwa sababu hata kwenda kulala na kuamka ukiwa hai ni muujiza. Pasipo mambo mengine, kwenda usingizi ambao ni nusu kifo, alafu unaamuka, unapumua, uko na afya, ni muujiza. Ndiposa tumehubiriwa, tukaambiwa na tumshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na maajabu yake kwa wanadamu. So mimi nimekuja hapa kwa shukrani, au waheshimiwa wamekuja hapa shukrani. Na kila mtu ako na ushuhuda, ako na ile safari ametembea na Mungu wake. Kweli si kweli? Kila mtu anajua mahali Mungu amempitisha na ile safari ametembea na Mungu wake. Mimi baba yangu alikuwa mchungaji, na hakuwa mchungaji wa kanisa kubwa, hakuwa mchungaji maarufu. Alikuwa mchungaji mdogo sana wa kijiji. Kwa hiyo wakati Apostle hapa anaeleza vile ametembea, sijui amehubiri na bodaboda, mimi naelewa kwa sababu baba yangu amehubiri zaidi ya miaka 60 kutoka akiwa mtoto akazeeka mpaka ameretire baadaye. He preached for over 60 years on foot and on bicycle. Kwa hivyo Apostle, wewe uko mbele, at least uko na hata na hela ya kukodisha bodaboda na kukodisha gari. Kwa hivyo shukrani ya leo ni kwa sababu ya mambo ambayo Mungu ametufanyia. Na ndio tujue Mungu ni Mungu. Mimi nimepigia dadangu Haika, mheshimiwa, simu jana. Nilikuwa safari kidogo, nilikuwa nimetumwa na rais mahali kwenda kumwakilisha mahali. So wakati nikianza kurejea kutoka nchi ile, nikapigia dada yetu simu, nikamwambia, my sister, umesimama na sisi, umesimama na rais, chama chetu na serikali kwa muda mrefu. Tafuta kanisa moja hapo nyumbani hapo Taita Taveta, tushukuru Mungu kesho. Mimi nilikuwa nimesahau ya
kwamba kuna mchungaji mmoja kutoka Taita Taveta nilikuwa nimekutana naye miaka 2.5 imepita sasa. Walikuja kuona rais wakati alikuwa naibu wa rais, wakakuta ilikuwa wakati wa kampeni, kuna jambo la dharura imetokea. Rais akatoka akaniambia, enda uongelesha hao watu wageni wangu, uniombee msamaha, uniwakilishe. Ndio hiyo story umesikia Apostle akisema. Tukaenda na ndugu yangu Mheshimiwa Sudi, tukaombea rais wetu apology. Huyu mchungaji na wale wengine walikuwa safari wakatuombea baraka na wakasema vile umesikia, wakaenda. Lakini kwa sababu mwanadamu ni mtu ni kiumbe cha kusahau, huyu mchungaji ameniombea, amerudi Taita Taveta, mimi nimesahau. Safari ile naambia dadangu haika atafute kanisa, mimi sikuwa najua, nakumbuka huyu apostle. That is how God works. Na sikuambia haika kuna mchungaji rafiki yangu hapo. So Mungu amekutanisha mambo haya yote mpaka tuko hapa leo. Shukrani. So tunashukuru Mungu, nchi yetu ni nchi nzuri. Tunakuwa na matatizo yetu na changamoto zetu kama taifa, lakini bado hata tukiwa na changamoto, nchi yetu ni nchi nzuri na ni nchi iliyobarikiwa. Tuko na amani. Nchi zingine wako na vita, mauaji ya kiholela ya kila pahali na kila siku. Nchi yetu hata kama tumekuwa na changamoto saa zingine za kiusalama, nchi yetu kwa ujumla ni nchi ambao imekuwa nchi ya amani. Kuna mambo mengi Mungu ametusaidia. Tuko na rasilimali zetu hapa Taita Taveta, tuko na madini, tuko na mbuga na tuko na rasilimali zingine. Kwa hivyo tuko na umuhimu na sababu ya kushukuru Mungu kwa kutusaidia kuzaliwa na kuishi katika nchi ya amani na nchi ambayo imebarikiwa. Niseme ya kwamba miaka 2 ambayo imepita hivi sasa, wakati Mheshimiwa William Ruto alichaguliwa, kama vile mwenzangu Mheshimiwa KJ amesema, tulikuwa na matatizo mengi ya kiujumla, matatizo ya kitaifa, ya kiuchumi mengi. Leo hii kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu na bidii pia na maombi ya watumishi wake kuombea viongozi wetu, bidii pia ya rais wetu, leo mahali tulikuwa mwaka ambao Rais Ruto amechukua hatamu za uongozi, sio mahali ambapo Kenya hiko sasa hivi. Umesikia bei ya vyakula muhimu kama unga wa mahindi dukani. Ulikuwa unanunua unga na shilingi 250 kwa paketi ya kilo 2. Leo hii kupitia juhudi na maombi na bidii ya rais na wale ambao wanamsaidia katika serikali,
Leo hii bei ya unga imetoka 250 shillings imefika shilingi 100. Pesa yetu haikuwa na nguvu. Shilingi ya Kenya ilikuwa dhaifu. Dola moja ya Marekani ilikuwa inagharimu shilingi ya Kenya 165. Leo hii dola yetu imepata nguvu kwa sababu inagharimu shilingi 129, 127 katika dola moja ya Marekani. Wewe ukiwa hapa Mwatate, labda utauliza maana ya dola kushuka ni nini kwangu katika maisha yangu. Bidhaa ambazo watu wetu hapa Mwatate wananunua, bidhaa vya kinyumbani, bidhaa vingi ambavyo viko madukani ni bidhaa ambazo zinaagizwa kutoka mataifa ya kigeni. Wale wanabiashara ambao wanaleta bidhaa zile wanalipia bidhaa zile kupitia dola ya Marekani. Shilingi ya Kenya ikiwa na nguvu, watatumia pesa kidogo kuleta container moja. Shilingi ya Kenya ikiwa dhaifu, watatumia shilingi mingi kununua dola za kulipia ile container ambayo inatoka China ama taifa lingine. Kwa hivyo shilingi yetu ikiwa na nguvu, inaonyesha kwamba uchumi uko afadhali, kwa sababu wananchi wengi sana sana wenye mapato ya chini watakuwa na nafasi ya kujikimu na kununua bidhaa kwa bei ambayo iko afadhali, kwa sababu shilingi ya Kenya iko na nguvu. So there is a direct connection between the stability of our currency and the standards of living and the quality of life for the people of Kenya. There is nowhere in Kenya where people don't buy household items for cooking, for doing whatever they do at home. Those items are imported from overseas, and the people who import them pay for them using dollars. So they have to change Kenyan money into dollars and pay. And if the shilling is strong, you will use less money to get enough dollars to import one container. If the shilling is weak, you will use more Kenya shillings, and therefore the price that you will sell to the common person in Mwatate will be higher if the shilling is weak, but it will be lower if the shilling is strong. You kama tunaelewana? Kwa hivyo hii mambo ya sijui vile dola imedhibitiwa, usione ni kama mambo ya Nairobi. Ni mambo yetu sisi hapa. Na leo hii mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru rais wetu, kwa sababu taifa letu mahali lilikuwa mwaka wa 22 ilikuwa mahali pabaya. Mfumuko wa bei ya bidhaa ulikuwa umesonga sana. Vyakula vilikuwa ghali mno. Tumeanza kuona afadhali. The macroeconomic situation in our country is now better than it was in 2022. Inflation has come down. For the first time, inflation is at 2.7%, the lowest in 17 years. The last time Kenya had an inflation of below 3% was in 2007, just before the post-election violence. Kwa sababu ile vita ndio ilikuja ikaharibu, but before that President Kibaki had managed to bring inflation to below 3%. For 17 years, we have never had that kind of low inflation until now, when the economists are telling us that the inflation is at 2.7%. Inflation
kwa wazazi wetu ni kusema bei ya bidhaa vile inapanda kila kuchao. Sasa hiyo kasi ya kupanda kwa bei imepungua. It takes a bit of time before the item you bought at 10 shillings goes to 11 shillings or to 15 shillings. So the macroeconomic situation is okay, thanks to the hard work of President Ruto and a very difficult situation with a difficult opposition, a difficult world environment. But we thank God now we are okay. Ile safari ambayo imebaki katika hii miaka mitatu imebaki ni safari sasa, kwa sababu hakuna ile general economic imbalances or instability ya kufanya bidii ili tuweke pesa katika mifuko ya wananchi. The work that is remaining now is to deal with the microeconomics of improving livelihoods, household incomes. Na Mheshimiwa Rais ametupangia miradi ambayo ni miradi ya kuleta riziki katika kila jamii. Household incomes is the next battle that we must fight and win. And I know there will be a great change between now and the next general election when the president will be coming to ask for re-election. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, kwanza kushukuru wananchi wa Kenya, wamekuwa watulivu. Wakati nchi yetu imepatwa na matatizo ya kiuchumi, hamjalalamika, na nishukuru rais kwa bidii ambaye pamoja sisi tukimsaidia wale ambao tuko chini yake tumeweza kufanya. Lakini bado kazi iko, na sio kazi kidogo, ni kazi ngumu. I believe we will work hard for the remainder of this term of President Ruto to make a change and transform our country. Unajua waheshimiwa wengi wameongea hapa na wamesema maneno ya umuhimu wa sisi kubaki kama taifa moja. Hakuna kitu cha umuhimu kama umoja wetu kama taifa la Kenya. Tunaweza kuwa na rasilimali nyingi, tunaweza kuwa na watu wengi, idadi ya watu wengi, tunaweza kuwa na mambo mengi, lakini pasipo umoja wa taifa la Kenya hatuna nafasi ya kupata mustakabali ambao tunatafuta kama watu ya jamii ya Kenya. If we are not united, we will not realize the objectives, the dreams and the vision of our country. We will not. Ndiposa tumesema ya kwamba vile rais ametushauri tuwe watu wa kuvumiliana, tuwe watu wa kupendana, na tujue mahali Mkenya yoyote yupo ako na haki ya kuheshimiwa na kuhudumiwa na kusaidiwa na serikali yake na kujisikia yeye ni mmoja wetu. Mungu ndiye alitutengenezea nchi hii. Hakuna mtu alijiweka duniani, tulijipata hapa. Na cha muhimu ni tujue ya kwamba sisi ni taifa moja, watu wa moja, tukiongozwa na kiongozi wetu rais na pia Mwenyezi Mungu akituongoza. Nirudie, this country will not realize our national
goals, aspirations, dreams, unless we remain united. We are one nation, we are one people. We are brothers and sisters. The languages that we speak, the different languages that we speak are supposed to help us respect our diversity and not to bring hatred and division in our midst. Na mwenye anatafuta ni nini inatuunganisha tukue wa Kenya, ajue tuko na katiba moja ambaye inalinda kila Mkenya. Kweli si kweli? Tuko na ramani ya nchi yetu. There is a country called Kenya na iko na map ama ramani. Kweli si kweli? Anybody who is born and lives and works within the territory of Kenya, within the map of Kenya, is a Kenyan and is a brother and sister. Tuko vile vile na bendera moja. Si ni kweli? Na wimbo wetu wa taifa vile vile ni moja. Tukiimba huo wimbo, ukiwa Marsabit, ukiwa Lungalunga, ukiwa Elwak, ukiwa pale Isebania, you connect with the national anthem, you connect with the map of Kenya, you connect with the flag of Kenya. Tujui kama tunaelewana. That is what will take us to the next level as a country. Kitu cha pili ambacho waheshimiwa wameongea hapa, sababu sitaki kuwa mrefu, ni maneno ya kuhakikisha kwamba rasilimali za taifa la Kenya ambazo zinatokana na kodi ambayo inalipwa na wananchi, lazima wale ambao wamepatiwa mamlaka wazitumie kwa njia ambayo ni njia sahihi. It is a curse to use public funds for personal benefits, to misappropriate public funds and use them for other purposes. It is a curse because the cry of poor people who cannot access medicine, poor people who die because of things which would have been prevented if the amenities were available. That cry reaches out to God. Na kwa hivyo, kwa sababu tuko duniani na tunangojea hukumu ya Mungu, before tungojee mambo ya hukumu ya Mungu, tuko na hapa duniani tuko na katiba na tuko na sheria. Hii serikali lazima tuhakikishe kwamba tumetumia njia zote kulinda rasilimali ya watu wa Kenya. Kwa hivyo wale watu ambao wamezoea kuiba mali ya umma, watu wamezoea kuchukua mali ya umma, siku zenu zimehesabiwa, na nimeambiwa niwaambie hivyo na bosi wako. Na mimi kama mtu yake ya mkono, principal assistant, nimejipanga hapo nyuma kuhakikisha kwamba tumelinda rasilimali ya watu ya Kenya. Sijui kama wananchi tunakubaliana. Mungetaka mali yenu itumiwe vibaya? Tungetaka mali ya watu ya Kenya itumiwe kujenga hospitali, kujenga shule zetu, kusaidia kujenga barabara na mahitaji ya wananchi, na Mungu atatubariki kama taifa la Kenya. Kuna mambo machache nikimalizia yamezungumziwa ya hapa Taita Taveta. Mengine wakati nilikuja hapa nikiwa waziri wa usalama, niliahidi, tulikuwa tumeanza kuweka legal process ya public participation na mambo mengine ili tutangaze. Nataka niwahakikishie viongozi wetu wa Taita Taveta zile ahadi zote ambazo zimetolewa na serikali katika
kaunti yetu ya Taita Taveta tutatimiza. Hiyo mambo ya locations, sublocations, kwa nini mnasema I hand over to si ule atachukua hapo, nitamwambia si namna hiyo. Kwanza mimi ndio sasa ni rahisi hata kuliko saa hiyo. It's even easier now. So you'll get all the administrative units. You'll get all of them. Vile kuna hizo barabara mbili ambazo naenda kufuatilia. Please be patient. We will deliver the roads projects. We will deliver somehow. Mimi sijui ile muujiza Mungu amefanya mpaka ile maneno ya kiuchumi, the general macroeconomic situation has stabilized. He'll also do a miracle so that we get enough funds to roll out critical development projects for our people. And in the next 3 years, tutasimama hapa na kushukuru Mungu kwa sababu hayo mambo itakuwa imetendeka. Vile kuna maneno yale yamezungumziwa ya mauaji ya kijinsia. Kama wale mmesikiza ile hotuba nilitoa wakati nilikuwa ninaanza kazi kama naibu wa rais, nilisema ya kwamba mimi katika miaka miwili imepita nimejaribu vile niliweza katika ile wizara kukabiliana na masuala magumu ya usalama wa taifa letu la Kenya. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu na support ya mkubwa wetu rais, ile sehemu ya Rift Valley ambayo ilikuwa na shida kubwa ya bandits tumeiweza kucrash, na hiyo shida sasa it's not bothering us. Kuna matatizo bado kidogo, but I'm sure the next Minister of Interior working with all of us will be able to firm up whatever remaining things that needs to be done there. Tumekuwa na matatizo ya kigaidi kule Lamu. Tulikuwa tunapigwa kila siku na magaidi wa Al-Shabaab kule Boni Forest, Lamu, Northeastern Kenya. Vile Mungu ametujalia, ametupatia mawazo na rais ametusupport. Ile problem ya terrorism ni kama sasa tumeidhibiti. Vile waziri ambaye atachukua nafasi ambayo nilikuwa nayo, namrai afanye vyovyote vile kukabiliana na shida ambayo imeanza kujitokeza ya mauaji ya kiolela, sana mauaji ya wasichana na akina mama. Vile kuna shida ingine imetokelezea katika miezi michache ambayo imepita, ambayo waziri mpya tukishirikiana na yeye na sisi zote lazima tukabiliane nayo, na hiyo ni shida ya watu kupotea ama kuuawa na watu wasiojulikana, na wale watu ambao wamefanya hiyo kitendo wasijulikane. This country is a country governed by the Constitution. We will not permit enforced disappearances, abductions, extrajudicial killings, femicide, and killings that are targeted to any particular group, including the border riders, some of whom have died in this county in recent times. Mimi nakumbuka Mheshimiwa Mwashako wa Undaji ameleta swali pale bunge, mimi nikaulizwa, nilikuwa waziri, kama mwezi hata hujaisha, na niliahidi ni lazima tutegue kitendawili cha mauaji ya wanabodaboda hapa Taita Taveta. Kwa hivyo hata kama nimetoka katika ile wizara, kuna kazi nimesema itengenezwe. I was waiting for a report, I think which was submitted last week. Tutashirikiana na waziri mpya. We must make sure we stop senseless killing of the people of Kenya. Yes. Na tuhakikishe mtu ambaye ametoa uhai wa mwingine
sheria imechukua mkondo wake, kwa sababu hata Biblia imelaani mwenye kutoa uhai wa mwingine. Kwa hivyo vile kuna masuala ambayo mmeniambia nifuatilie, na kiongozi wetu rais, mambo ya ile ahadi alitoa ya kuanza mazungumzo kati ya serikali kuu na serikali ya Taita Taveta kuhusu kugawa ile mapato, yale mapato ambayo imetokana na mbuga yetu hapa ya Tsavo. I will follow up that and I'll have a report for you very soon. Waita viongozi tena wa Taita Taveta, mkuje mutembee. Najua mlilitembelea the other time, lakini mlikuja ofisi ile ingine, kuja muone hii ingine pia. Mniletee mtoto mmoja wawili niweke hapo hiyo ofisi, ili Mama Eka, I know there is a mheshimiwa who asked, okay, Mama Eka you coordinate, pata watoto wawili watatu, ndio mkifika pale mpate watoto wenu pia wapo pale, kwa sababu hii ofisi ni ofisi ya Jamhuri ya Kenya. Si namna hiyo? Si rais ni rais wa Jamhuri ya Kenya? Si naibu wake ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya? Kwa hivyo mkifika ile ofisi na mmetoka Taita Taveta, mnapata watoto wawili watatu. Watu wa Marsabit watoto wawili watatu. Watu kutoka sehemu zingine Masai Land wanapata watoto wawili watatu. That is how we will build our country. Si namna hiyo? Kwa hivyo Mama Eka, kazi kwenu. Na mkuje tukunywe chai hapo, tuongee mambo ya maendeleo ya Taita Taveta. Sasa niko na nguvu kidogo zaidi ya safari ile ingine. Sio sana, lakini imeongezeka kiasi. So I can be able to do some things. Asante sana. Kwa sababu hata wizara zile zingine sasa, bora tu mkubwa amenipatia ruhusa na amenipatia ruhusa, I can now even help you reach out to the other ministries, not just the Interior Ministry, so that you can get some of these things done. Ndio hata tusaidie, turahisishe mzigo ambao rais amebeba. Kwa hivyo mimi nimefurahi. Vile vile kuna mambo ya madini. Kenya iko na utajiri mwingi wa madini, lakini hiyo rasilimali hatujaitunza vizuri, na mahali hii rasilimali ya madini iko, mahali kwingi wananchi wa pale hawajapata ile mapato ama hawajapata faida yoyote kutokana na mapato ya madini yetu. Nimeongea na waziri wetu mpya wa madini kabla niende Botswana siku mbili zilizopita, Mheshimiwa Hassan Joho, na tumekubaliana we must sort out the problem that is in the mining industry, so that the people of Kenya, local communities, can benefit from the resources that are found in their neighborhoods. Kama tunaelewana? So we need to get a formula where there is revenue sharing between national government, local communities, so that we can be able to benefit the people. Na kuna kazi hapa nimesikia, hiyo nafikiri nitaanza nayo mara moja. Nitakwambia Mama Eka na waheshimiwa, hiyo sijui kuna kesi, kuna mtu ameweka kesi ya kuzuia wananchi wasiweze kupata faida ya madini hapa Mwatate. Hiyo kazi utaleta huyo chairman wa CBO na viongozi ili tuketi, we will find a way, because si tumesema hii nchi ni yetu sisi zote. Nchi ni ya mtu mmoja, si nchi ni ya kila mtu. So lazima tutatue hiyo shida. I think that is the starting point which we should begin with. So mimi nashukuru sana na watakia kila laheri. Mimi nashukuru tu Mungu. I'm grateful. I am grateful. I am grateful. And as I said, Kenya is a good country.
Let's take care of our country, and let us be patriotic. Let us love our country, love one another. The challenges we have, we will manage them faster, better, when we stay united and when we stay focused. Tusiwe watu ya kuchanganyika. And I'm glad now, even our brothers who are in the opposition, they have realized the campaigns are over. Let's work together. Na huko mbele, people can decide how they want to exercise their democratic rights. This is our country. The Constitution guarantees how people should behave. But for now, we cannot afford to have sides. We cannot afford to have sections. Let us all work together for the sake of our country. Sijui hao wenzangu ambao wamekuwa kwa Kenya Kwanza, ukaribisha ndugu zetu wa ODM. Now we are one people. Ikifika wakati wa kampeni tutapangana huko mbele. Tusisumbuane kiolela. And then mheshimiwa nikimalizia kabisa, Apostle Kiju amesema atatusaidia na maombi, lakini pia atatukosoa. Man of God, I want to tell you that we know, the president knows, and all of us know, we are human. Sisi ni binadamu. We do our best to build this country and to make the decisions that help this country, and to support the president as he leads us to build this country. Mahali mnaona hatusongi vizuri, we have no problem if we are corrected. In fact, that is the right thing. Ile tunaomba tu tukosoe tu pole pole. There is no problem. Kwa sababu kama makosa imefanyika, labda sio makusudi. Msitukemee sana, kwa sababu we are all human, we are all learning. And we respect the church, we respect the correction, counsel, prayers, and love from the church. Na sisi ni watu tunaheshimu Mungu na tunaheshimu viongozi wetu wa imani. We respect our fathers and mothers of faith. Kwa hivyo mimi nimeshukuru, nimefika hapa. Naomba tuzime hiyo taa sasa, sababu tumemaliza speech. Hakuna news. Sasa imeisha, tuko kanisani sasa. Tunataka kushukuru Mungu ndio twende nyumbani.